Hadithi ya Nabii Suleiman, sehemu ya pili. Baadaye, Nabii Suleiman alipowakagua ndege wake, aligundua kwamba ndege mmoja alikuwa hayupo. Ndege huyo alikuwa Hudhud. Suleiman akashangaa na kuuliza, mbona simuoni Hudhud? Muda mfupi baadaye, Hudhud akaja na habari kubwa sana. Akamwambia Nabii Suleiman kwamba alikuwa ameona nchi yenye mfalme mwanamke. Watu wa nchi hiyo walikuwa wakiabudu jua badala ya kumwabudu Allah. Baada ya Hudhud kumletea Nabii Suleiman habari kuhusu watu wa Saba, Suleiman hakufanya haraka kuamua. Alitaka kwanza kuhaki, kisha ukweli wa habari hiyo. Hapa tunapata funzo kubwa sana. Muislam hapaswi kuamini kila habari bila kuichunguza. Baada ya kuthibitisha habari hiyo, Nabii Suleiman alimtumia Malkia wa Saba ujumbe. Ujumbe wake haukuwa wa kiburi wala kujisifu kwa ufalme wake. Aliwaita watu hao wamwabudu Allah mmoja. Malkia wa Saba alipoona ujumbe huo, aliwashirikisha viongozi wake na kuamua kumtumia Nabii Suleiman zawadi. Lakini Nabii Suleiman hakuvutiwa na mali wala zawadi. Akasema kwa maana, "Je, mnanipa mali? Kile ambacho Allah amenipa ni bora zaidi kuliko kile mlichonipa." Hapa kuna funzo muhimu sana. Mtu mwenye imani hatakiwi kuuza ukweli kwa sababu ya mali, zawadi au maslahi ya dunia. Kisha Malkia wa Saba akaamua kwenda mwenyewe kukutana na Nabii Suleiman. Kabla hajafika, Suleiman aliwauliza waliokuwa mbele yake, "Ni nani atakayeleta kiti chake cha enzi kabla hawajafika kwangu?" Mmoja wa waliokuwa katika mkusanyiko huo akasema, "Ataweza kukileta kwa muda mfupi kwa idhini ya Allah." Na kwa uwezo aliowapa Allah, kiti hicho kikaletwa mbele ya Suleiman. Alipokiona, Suleiman hakujisifu. Badala yake alisema, "Hii ni fadhila kutoka kwa Mola wangu, ili anijaribu kama nitashukuru au nitakufuru." Hili ni funzo kubwa sana kwa kila mmoja wetu. Tunapopata mali, elimu, kazi, cheo au mafanikio, tusijione kuwa tumefanikiwa kwa nguvu zetu pekee. Tuseme alhamdulillah, kwa sababu kila neema tunayopata ni mtihani kutoka kwa Allah. Malkia wa Saba alipofika, aliona dalili nyingi zilizomfanya atafakari. Hatimaye akatambua ukweli na akasema kwamba amejisalimisha pamoja na Suleiman kwa Allah, Mola wa walimwengu. Mafunzo kutoka katika hadithi hii: 1. Chunguza habari kabla ya kuamini. 2. Usiruhusu mali ikufanye uache ukweli. 3. Neema zote zinatoka kwa Allah. 4. Mafanikio yanapaswa kuongeza shukrani, si kiburi. 5. Mwite mtu kwenye haki kwa hekima na busara. 6. Nguvu na mamlaka ni mtihani kutoka kwa Allah. Na hivi ndivyo Nabii Suleiman alivyokuwa, mwenye ufalme mkubwa, lakini moyo wake ukabaki ukimshukuru Allah. Sehemu inayofuata, tutazungumzia tukio la kushangaza zaidi kuhusu upepo, majini na nguvu kubwa ambazo Allah alimpa Nabii Suleiman.